Haya, sehemu ya 10 kabisa, sehemu ya mwisho finally. Nilikuwa nimesema finally iwe 7 lakini imekuwa tamu, inabidi tuendelee nayo. Haya, ukisoma hii 19. 19 Waebrania 10. Waebrania 10:9. Inasema, mwalimu wa Biblia, jamani, mwalimu wa Biblia Tanzania, tunafafanua juu ya somo langu linalosema kwamba Wasabato sio wa dini ya Kiyahudi wala sio wa Kristo. Wasabato sio dini ya Kiyahudi wala sio wa Kristo. Wao ni wakina nani? Na ndio pale ndipo nasema kwamba wao, ukisoma kwenye Biblia, Mafarisayo walimwambia Yesu sio halali, wanasema wale ni Mafarisayo, wanawakataa. Alafu wao pia wanasema yale yale kwamba leo ni Sabato. Sasa tulikuwa tunasema wana utofauti gani na wale? Sasa kama hawana utofauti wale, wao ni wakina nani? Na maana Wasabato wa Marekani Wasabato hawana maagano yoyote na Mungu, hawana maagizo yoyote. Hapa tunachokisoma tunaona kabisa kitabu kilibadilishwa kutoka kwenye Agano la Kale kuja Agano Jipya, na sheria na amri zikabadilika kutoka kwenye Agano la Kale kuja kwenye Agano Jipya. Ndio tutakachokuja kukiona hapa. Haya, tukianzia 8 nasema, hapa juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama yamuruvyo Torati. Kwa hivyo vitu vyote wanavyofanya kwenye Torati vimeshakatazwa, havifanyi kazi tena leo. Leo watu wanaendelea kukuambia kwamba waende kule. Hebu angalia 8. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama yamuruvyo Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, ondoa la kwanza ili kusudi lisimame la pili. Leo kuna watu, kundi fulani la Wasabato limelisimamisha lile la kwanza lifanye kazi. Na ndio maana hapa tunachokisema jamani, ukisoma kwenye 8 ule mstari wa mwisho kabisa, anasema ule mstari kwa unasema baada ya kubadilisha ile agano, anasema kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Waebrania 8:12. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kule kusema Agano Jipya amelifanya lile la kwanza. Agano Jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kuukuu ki karibu na kuchakaa, ki karibu na kutoweka. Ili usamehewe dhambi zako wewe mwanadamu, ili usamehewe dhambi ewe Msabato, unabidi ukatae Agano la Kale, ukatae sheria za Musa, ukatae Torati uitupe. Kama Paulo alivyoitupa kwenye Wafilipi 3, akayatupa yote mafundisho aliyofundishwa kwenye Agano la Kale, akayahesabu ni mavi. Na wewe hesabu kabisa Sabato yote iwe mavi, utupe huko kama Paulo alivyofanya katika Wafilipi 3. Unausome Wafilipi 3 ambaye alikuwa ni Msabato original, aliyokuwa Msabato aliyekuwa ni Myahudi original na anaishika Sabato na anaziheshimu sheria, alivihesabu vile ni mavi kwa sababu vilikuwa havina faida. Kama vile ambapo Tito 1:9 mpaka 12 inavyotuambia kwamba maswali ya sheria, ujiepushe na mashindano ya sheria ya Torati, hayana faida. Usiyaongelee hayo kwa sababu hayana faida. Na katika Tito tena 3 kuanzia ile mstari wa 9 kuendelea mpaka 12 kwamba maswali ya upuuzi na mashindano ya sheria na nasaba ujiepushe nayo. Watu wameikosa kweli, hayana faida kabisa hayo mashindano. Leo tunayaweka, leo tunajadiliana na Wasabato ambao vitu wanavyovifanya havina faida. Mtu ataenda mbinguni kwa kuifuata Sabato? Sabato sio hiyo. Ukitaka Sabato ya kweli, nenda katika Waebrania 4 mstari wa 8 mpaka 10. Sabato ya kweli ni yule mtu anayepumzika mwenyewe kwenye kazi zake. Yule anayepumzika kwenye kazi zake. Hiyo ndio Sabato ya kweli. Waebrania 8. Waebrania 4:8 mpaka 10. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe kwenye kazi zake kama vile Mungu alivyostarehe kwenye kazi zake. Imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe kwenye kazi zake kama vile Mungu alivyostarehe kwenye kazi zake. Hiyo ndio Sabato ya kweli. Usidanganywe na Wasabato. Hawa ni wapinga Kristo. Hawa ni Wayahudi wa kimataifa ambao hawana baraka yoyote, hawana ahadi yoyote ya uzima wa milele. Tusidanganywe. Soma haya yote. Yesu anamwambia leo si halali kufanya siku ya Sabato.
leo sio halali sikufanya siku ya Sabato. Halafu anasema wale ni Wayahudi, wao wanafanya nini? Mbona vile vile siku ya Sabato hawafanyi kazi, wanafunga maduka? Mbona siku ya Sabato hawafanyi chochote? Mbuzi hawafungulii? Siku mbili hawawapi, unataka kuniambia siku mbili hawawapi kondoo maji, mbuzi hawawapi chakula, kuku hawawapi chakula? Na ile amri kwenye ile sheria za Musa inasemaje siku ya saba? Hata mnyama wako umwacha pumzika sile. Hebu angalia sheria zilivyokuwa ngumu hizo. Nani anaweza kuishi nazo hizo sheria? Msabato leo unaniambia tunaweza kuniambia anazishi hizo sheria? Angalia ile sheria, usitengeneze sanamu yoyote, cha kuchonga wala mfano wa kitu chochote. Wao wametengeneza msalaba. Ule msalaba umeingilia vipi kwenye zile amri 10 wakati Yesu alikuwa bado hajaja? Yesu hajaja kwenye zile sheria za amri 10. Usitengeneze sanamu. Mbona msalaba wameweka? Ule msalaba umeingiaje? Haya, wametengeneza zile nembo zao zile. Hizi hapa hizi. Ili ujue wa Sabato ni wanafiki. Hebu angalia hii. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote. Hii sio sanamu hii. Hii sio sanamu. Hivi alama zimeingiaje kwenye amri 10 afu anajiita kwamba wao wanaiweza Torati kuliko Wayahudi? Hivi huu ujinga walishawahi kufanya Wayahudi? Angalia. Hivi kweli hii sio sanamu? Huu msalaba umeingiaje kwenye Torati, kwenye sheria ya amri 10? Yesu amekuja ameikuta Torati ipo. Umeingiaje kwenye Torati? Wa Sabato umeingiaje kwenye amri 10? Wao nyewe wa Sabato nyewe msituzoee bwana. Hivi vitu vimeingiaje? Yaani ndio swali. Hii sio sanamu. Hiki sio cha kuchonga. Hakijachongwa hiki, hakijachora na mcholaji. Wa Sabato wataka kutuzoea sana. Hivi vimeingiaje hivi vitu? Usu msalaba. Hivi si vinembo hivi. Hivi si vinembo hivi. Vimeingiaje kwenye amri 10? Au tuisome hiyo amri kwanza. Tuisome hiyo amri ili tuwaulize vizuri. Ukisoma hizi amri katika Kumbukumbu la Torati 5:6 inasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Hawajatolewa Misri wala hakuna chimbuko lolote. Wana wa Kisabato, watoto wa Kisabato, hawa wapinga Kristo, hakuna katika uzazi wao wote, historia yao yote kuanzia mababu zao, hakuna aliyewahi kwenda utumwani Misri. Hii haipo. Hii amri kwao haifanyi kazi wala haipo. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hii amri haipo. Maana tayari sasa hivi wanamhubiri Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Aniaminie mimi ana uzima milele. Aniaminie mimi ana uzima milele. Anayemwamini Yesu ana uzima nini? Wa milele. Hii amri haifanyi kazi kwao tena. Mimi ndo nawachambulia sasa, maana wanashindwa kuzichambua. Amri ya pili, amri ya kwanza kutoa Misri, hawajakuepo Misri, haifanyi kazi kwao. Ya pili, usiwe na miungu mingine ila mimi, haifanyi kazi, maana tayari sasa hivi wanamwamini Yesu, amemwacha huyu Bwana. Haya, ukitaka ujue amemwacha huyu Bwana, soma katika Kumbukumbu la Torati 13:1 ndio utajua wamemwacha kabisa, yani hawapo na ni waongo. Haya, 8. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote. Hivi nilivyovionyesha ni sanamu, sio sanamu. Hawajachonga, wamechonga. Hawajachora, wamechora. Sasa hawa Sabato watasurvive vipi? Haya, hii hawapo, wamechonga ile visanamu, nimevionyesha ushahidi live. Hivi vyote vinafanyika na makanisa yote Katoliki, wote wanasema ni sanamu na vyote wamechonga. Waislamu wenyewe wametengeneza mwezi na nyota, vyote wameenda, wote wametumia fundi huyu. Wote wameenda kwa fundi huyu. Wote wameenda kwa fundi mmoja wote. Wote ni kazi ya mikono ya fundi wote. Huu ujinga wa Sabato walifanya kipindi kile Musa akakasirika, akavunja zile amri 10. Hawa wa Sabato wao ni wakina nani? Na kiongozi wao ni nani ambao anasimamia na vitengeneza hivi vitu? Jamani, tusiwe wanafiki. Tusiwe wanafiki. Jamani, mtaniulia lazima. Hiki kipande kimekuwa kitamu, naendelea nacho.